hikma, murta hikma, murta hikma, hikma ya dini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutokana na mlolongo wa madarasa yetu yaliyopita, leo tutaangazia katika maneno ya hikma yaliyozungumziwa na mwanachuoni Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi ni mwanachuoni mkubwa ambaye ameisukuma dini ya Uislamu kwa kiwango kikubwa sana. Miongoni mwa maneno ya hikma Ibn al-Jawzi anasema, ikiwa watu wanapendeza na kuvutiwa na wewe, ukweli ni kwamba hiyo ni kwa ajili ya uzuri wa Allah subhanahu wa ta'ala uliofunika makosa yako. Ibn al-Jawzi anatuasa tusijivunie sifa na pongezi tunazopewa na watu, kwani kupendeza kwetu kwa sura zetu, hekima zetu na mafanikio yetu mbele ya watu, hakika si kwa ujanja wetu, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala ametufunika makosa yetu na madhaifu yetu kwa uzuri wake. Hivyo tusiishi katika hii dunia tukiwa tunasema kuwa mimi ni mzuri mbele ya watu kutokana na sura yangu nzuri au kutokana na hikima yako. Hapana, hayo yote ni kwa ajili ya uzuri wa Allah subhanahu wa ta'ala uliofunika makosa yako. Ibn al-Jawzi anatuasa hapa tusiwe tunajisifia. Miongoni mwa mafundisho mengine la Ibn al-Jawzi sifa ambazo anatuambia kuwa kwani sifa hizi zote tunazoziza moyoni mwako baada ya kutenda dhambi, Allah jua ya kuwa moyo wako una mwanga, na kwa sababu ya mwanga huo ndiyo maana umehisi giza hilo. Kauli hii ina ukweli mkuu wa kiroho. Kutojisikia vizuri na wasiwasi na giza baada ya kutenda dhambi si ishara ya kwamba moyo wako umeharibiwa. Kinyume chake ni dalili kuwa bado una mwanga wa imani ndani yako. Hebu fikiria chumba kisichokuwa na taa. Unapoweka kitu kinakuwa gizani na hutaona utofauti wowote, lakini ukiweka kitu kwenye chumba ambacho kina taa utaona kivuli chake wazi wazi. Kwa hivyo kama moyo wako ungekuwa mweusi kabisa, usingehisi wala kujali hiyo dhambi uliotenda. Hivyo basi kuhisi giza hilo ni alama njema ya kuwa na roho iliyo hai na inakupa tumaini la kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba. Ibn al-Jawzi anatusisitiza umuhimu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na kufanya mioyo yetu isiwe yenye mazoea ya kutenda dhambi hata iwe ndogo kiasi gani. Na mwisho, kuhisi giza hilo ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kurudi kwake, nasi tusikate tamaa kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, tukimbilie mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfik. Unajua kwa nini nimekuita? Nilikuona umekuja hapa umekaa kidogo ila ukaondoka, nikakuona huko sawa, na ndio maana nikamtuma mtu akuite. Una shida gani? Mimi nimekuja msikitini hapa kwa ajili ya ibada, lakini pia nimeona kwamba kuna darasa hapa inafanyika, nikaamua na mimi nijiunge. Lakini baada ya kujiunga hapa, kiukweli kilichoninyanyua, nimeona kwamba baadhi ya watu wamenidharau. Vitendo vyao vinaonyesha kudharau, labda pengine kwa hali yangu jinsi nilivyo nayo. Nikaamua niondoke kwa sababu pengine ninawakera, hata idara wanaoipata hapa itakuwa haipati vizuri kwa sababu yangu mimi. Ni heri niondoke.
Lakini pamoja na hayo, mimi naomba nizungumze kitu kimoja, pamoja kwamba nimedharauliwa, lakini mimi ninawapenda Waislamu wenzangu. Kitu ninachotaka kusema ni kwamba mimi sikupenda kwa hivi, wala sikutaraji, wala sikuomba kwamba nataka niwe na maisha haya. Hapana, nimezaliwa katika kupambana kwangu, nimekadiriwa maisha yangu ni haya. Hicho tunachokifanya cha kumdharau mimi, hicho ni kiburi. Hapa tupo msikitini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharratin min kibr, hata ingia peponi yule ambaye katika moyo wake kuna hata chembe ya kiburi. Sisemi hivi kwa lengo la kuwadhihaki, nasema hivi kwa lengo la kuwakumbusha mbadiliki. Sina chuki na ninyi, sina hasira na ninyi, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anachukizwa na jambo la kiburi. Al-kibri huwa batul haqq wa ghamtun nas, kiburi ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Allah anachukizwa na anaeleza katika sura ya 17, suratu Isra aya 37, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema wala tamshi fil ardi marha, wala msitembee katika ardhi kwa maringo, akiwa anawakusudia wale wote wanaofanya viburi. Hakika yenu ninyi hamwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima. Kwa hiyo ndugu zangu, mnachokifanya, mnakuja msikitini, mnaswali, lakini kwa kiburi kinaweza kikawaponza, ibada zenu zisiwe na mashiko ya aina yoyote. Kwa hiyo nawaombeni sana, mimi nimesamehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu na mimi si mkamilifu, lakini na nyinyi mtambue kwamba hali mliokuwa nayo, hadhi mlizonazo ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu ndio kawapa, sio kwa kutafuta kwenu. Wabillahi tawfiq. Mmeona nimemwita huyu jamaa hapa, lakini kumwita hapa ningeweza kumwita private nikaongea naye, lakini sikutaka kumdharau, na ndio maana nikamwita mbele yenu. Na sababu nyingine, mmeona alichokiongea, huenda alichokiongea hata nyie wote hamkutarajia kama mtu kama huyu anaweza akawa na kitu kama hicho. Kwa hiyo kumdharau mtu, kumdhihaki sio kitu kizuri. Elewa kiburi si sifa nzuri mbele ya Rasuli, hata kwa jalia hata uwe mashuhuri. Kauli nzuri zenye usahali ndo zinotakiwa. Elewa kiburi si sifa nzuri mbele ya Rasuli, hata kwa jalia hata uwe mashuhuri.